So bana, Shafi Brand mambo ni ya moto sana na amekuja kufunguka kwa kile ambacho kinaendelea mara baada ya kuweza kunyang'anywa mpenzi kwenye mikono yake. Yaani ni kama vile unataka kula tonge alafu mtu anakuja analikuwa pua likiwa karibu na mdomo wako kabisa. Imagine hiki kitu kilichotokea kweli ni sahihi ama vipi? So nikwambia karibu sana kama ni mara ya kwanza kufika hapa. Shafi ameweza kuelezea mambo mengi zaidi mara baada ya kuweza kunyang'anywa mpenzi wake na amesema what next, ni kwamba lazima afanye jambo. Sasa ni jambo gani ambalo anataka kulifanya? Mimi nimekuletea exclusive. Ameweza kufunguka mambo mengi na mazito sana. Karibu sana kama ni mara ya kwanza kufika hapa, hujachelewa kabisa mtu wangu. Tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza ile neno lililoandikwa subscribe hapo chini ya video hii ili mdau wa kwanza kupata update na kila kitu kinachoendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Bongo Recap. So rasmi bana, baada ya Shafi Brand kuingia kwenye mazagazaga ya hapa na pale ya kuweza kunyang'anywa mpenzi wake ambaye aliishi naye ndani ya miaka ya mitano plus na vimiezi vyake pale, sijajua na wiki vyake, lakini kwa sasa hivi taarifa imekuja mbaya sana mara baada ya kuweza kunyang'anywa na demu wake kuweza kuolewa na mshikaji mwingine. Hii imepelekea madhara makubwa sana kwa Shafi Brand. Ikumbuke kwamba mtu kishaishi naye kwa miaka 5 ni mingi sana, na ilikuja tu mara baada ya kumposte. Ikumbuke miaka 4 before Shafi hakuwahi kabisa kuweza kumposti bidada, lakini mwaka mmoja hapa ndo akaonekana na nia ya kuweza kuposti kile ambacho kipo, na alivyoweza kumposti basi moja kwa moja mambo yakawa ni balaa zaidi, kwa kuwa tayari kwa kile kinachoendelea kimekuwa ni danger, na pia imekuwa ni mbaya sana kwa upande wake, kwa sababu tayari sehemu ambayo aliweza kuinvest muda mwingi, sehemu ambayo alikuwa anapata furaha, amani na upendo, imeweza kuharibika kabisa, kwa kuwa tayari mambo yameenda ndivyo sivyo. Tayari kwa sasa hivi mambo yameenda shughuli tofauti kabisa, kwa sababu mpenzi wake ameweza kuchukuliwa na mshikaji mwingine na familia imehusika kwa 100% kuweza kumnyang'anya bidada. Sasa kitu ambacho ameweza kukizungumza Shafi kwa uchungu zaidi kwa kile ambacho kimeweza kufanyika ni kwamba kila kitu kipo kwenye maisha na kila kitu kinatokea, lakini kwa hiki ambacho wameweza kumfanyia sio kitu kizuri sana, kwa sababu yeye alikuwa bado anapambana na alikuwa bado anaendelea kufanya harakati zake za hapa na pale. So kazi yake ndio imempelekea moja kwa moja kuweza kukosa kile ambacho alikuwa anakitafuta kila siku, kwa maana wao wanaamini kuwa comedian sio kazi. Endapo kama internet itakosekana, social media itakosekana, basi moja kwa moja tayari itakuwa ni danger kwake, kwa sababu tayari hatoweza tena kuweza kupata kile ambacho anakihitaji. Kwa maana Shafi Brand amekuja kufunguka na kueleza kwamba chanzo kikubwa ni familia yake imeweza kusupport kuweza kumnyang'anya bidada, lakini pia nyuma hilo kuna jambo ambalo liko tofauti na kile ambacho watu wanakizungumzia, kwamba kama kweli Shafi Brand anahusika kwa namna moja ama nyingine kuweza kumpoteza yule bidada, ni uvivu wake, uzembe wake, ama kuishi naye kwenye uhusiano kimapenzi kwa muda mrefu. Lakini Shafi amesema kwamba kabla hata hajaanza kabisa kuwa na uhusiano naye mpana, basi kulikuwa na ule uhusiano wa kuzungumza, kwamba mahusiano yale ya kwenda nyumbani kumsalimia baba na mama wa mke wake mtarajiwa, kwa maana kwa kipindi hicho alikuwa ni mpenzi wake. So kama ni hivyo, sasa mambo yamekuwa ni tofauti sana kwa sasa hivi, kwa sababu tayari kile ambacho kimetokea imekuwa ni ghafla sana, na Shafi alijitahidi kadri ya uwezo ili mradi kumfanya bidada awe na furaha. Lakini sasa swali la kujiuliza ni kwamba kwa nini amemfanya awe na furaha lakini bado tena imeenda kwake? Sasa za ndani zaidi zinaeleza kwamba Shafi bana alikuwa anapambania kila kitu, lakini taarifa zilivyotoka upande wa pili kutoka kwa rafiki yake na Shafi Brand ni kwamba rafiki yake na huyo bidada ambaye alitaka kuolewa na Shafi Brand ni kwamba dada aligoma sana, manake ex wa Shafi aligoma sana kuweza kuolewa na huyo mshikaji, lakini kutokana na pesa zipo, mali zipo, ndio maana ikawa kweli ameweza kumpoteza. Lakini swali la kujiuliza ni kwamba ni kweli hiki kitu kinawezekana ama ni vile tu michongo inatengenezwa? Kwa sababu kwa mapenzi ya sasa hivi ni ngumu sana kumlazimisha mtu aweze kuolewa na mtu mwingine. Yani ni ngumu sana, hata ukimtishia mtu kwamba sijui wazazi sijui nini, ni ngumu sana, kwa sababu tunafahamu watu wanaoana kwa hiari kabisa, lakini mwisho wa siku wanagombana na ndoa inavunjika. Sasa kama hamuoani kwa hiari yenu wenyewe, hiyo ndoa itadumu kwa miezi mingapi ama wiki ngapi? Kama wale tu ambao wako tayari wanakubaliana pale, sijui ndoa hivi na hivi na hivi na hivi, ndoa yao huwa inaishia kwenye mipaka, inaishia vibaya sana. Na vipi kwa upande wa bidada, sehemu ambayo ameenda hajaipenda, moyo wake hauna furaha, moyo wake hauna amani, itakuwaje aweze kukubali kuweza kuingia kwenye ule uhusiano?
lakini kwa taarifa zilizopo ni kwamba either inawezekana ni trending tu, kwa sababu ni ngumu sana mtu kuweza kukubali kuweza kwenda sehemu ambayo haipendi. Na sasa hivi sidhani kama kuna familia ya style hiyo ya kuweza kufanya eti kwamba kutrendisha hivyo kwamba mtoto wao aweze kuolewa na mtu mwenye pesa. Sijaona familia ya style hiyo kwa sasa, kwa sababu sasa hivi watu wanatafuta zaidi amani kwenye familia. Sasa haya masuala ya pesa hayapo kabisa, na mwisho wa siku wao ndo wazazi, hawezi wakawa na tamaa ya pesa ndogo ambayo itakuja kugharimu maisha ya mtoto wao. Sasa kwa hapa inavyoonekana either bana demu wake na Shafi Brandi ndo amekubali yeye mwenyewe kuweza kuolewa na mshikaji, na wala hakuna force yoyote ambayo imeweza kutumika kumlazimisha kuweza kuolewa na huyo mshikaji. Ndo asilimia kubwa iko hivyo, kwa sababu kwa sasa hivi hakuna opportunity yoyote ya kuweza kumlazimisha mwanamke au mwanaume aweze kuoa ama kuolewa sehemu ambayo yeye kabisa haitaki, kwa sababu mapenzi haya lazimishwi. Hiyo haitakuwa ndoa, hiyo itakuwa ni ndoano, na wala haitoweza kudumu hata kidogo. So kwa upande wako wewe unafikiri vipi? Mimi kwa upande wangu naona kabisa hii story ambayo ipo kwa sasa bana Shafi Brandi kuna reason behind tofauti na ile ambayo ameweza kutuambia kupitia ukurasa wake wa Instagram. Reason behind inawezekana dada amekubali mwenyewe, kwa maana demu wake na Shafi Brandi ameridhia kila kitu kiweze kufanyika hivyo, lakini wazazi wake pia wakasupport kwa kile kitu kipo. Sasa wakaamua kutengeneza kama vile caption ya kuweza kumfanya bidada aweze kumwacha Shafi Brandi kwa style fulani, ya kumwambia kwamba wazazi wangu wameniforce nifanye hivi, ila nisipofanya hivi basi siwafahamu tena kama wazazi wangu, ile mradi tu Shafi aweze kumkubalia bidada aweze kuondoka, kwa sababu ni ngumu sana demu aje kumwambia Shafi kwamba mimi na wewe ndo basi tena. Shafi atauliza maswali mengi, kwa nini ndo basi tena? Sasa bidada akaamua kutumia opportunity moja tu ya kusema kwamba wazazi wangu wamefanya hiki na hiki, na walitengeneza mchongo moja kwa moja na wazazi wake. So kuna mawili hapa, inawezekana ni kweli wamemforce aweze kuolewa na mshikaji, lakini pia ni mchongo ambao umetengenezwa ile mradi tu bidada aweze kuondoka moja kwa moja kwa Shafi Brandi. Wewe unaona ni vipi imetokea? Ni trend ambayo imetengenezwa ama la? Hebu niandike kupitia comment section hapo, lakini kabla hujaandika kwenye comment section basi tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe, kwa sababu hapa ni sehemu pekee ambayo utapata madini na updates za kutosha zaidi kuhusiana na mastaa mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. See you next time. Ciao.